Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni John Kagoro. Nina ujumbe muhimu wa kushare na wewe. Natamani unipe muda wako mfupi niweze kushare na wewe ujumbe huu muhimu kwa muda mchache. Na ni dakika chache sana, nitaomba unisikilize. Na ujumbe wangu ni huu. Ndugu yangu katika Bwana, hali ya kanisa ni mbaya sana. Kwa kuwa hali ya kanisa ni mbaya sana, Bwana Yesu Kristo anatamani matengenezo makubwa sana yafanyike ndani ya kanisa. Na matengenezo makubwa ambayo Bwana Yesu anayatamani ndani ya kanisa ni matengenezo ya toba. Ni matengenezo ya toba. Watu kuishi maisha ya toba na utakaso. Mungu anataka watu wake wasimame na kutubu na kutengeneza. Mungu anataka watu wake wageuke na kutengeneza. Mungu anatamani kuona sasa hivi Wakristo wakiangalia mitindo ya maisha na kugeuka. Kwa nini hali ya kanisa ni mbaya? Dunia imeshaingia kanisani tayari. Watu hawajafundishwa njia ya kweli ya Mungu. Watu wako mbali na mapenzi ya Mungu. Watu hawajui utakaso uliofungamanishwa na neno la Mungu. Watu hawajahubiriwa ile injili ya kweli ambayo inawasaidia wao kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Niko hapa mama, nikikuomba kukuambia kwamba tuko msimu wa matengenezo. Yesu Kristo anatafuta matengenezo kwa kila familia ya Kikristo na watu wote ambao wameokoka au hawajaokoka. Bwana Yesu anataka matengenezo. Na haya matengenezo ndiyo yanawafanya watu wawe tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Watu wawe tayari kwa ajili ya unyakuo. Watu bado hawajajiandaa. Watu wanasikia habari za unyakuo lakini bado hawajajiandaa. Bado watu wako duniani. Bado watu wapo kwenye dhambi. Bado wapo watu kwenye dunia. Watu bado wapo kwenye ubatili. Na andiko ambayo nitasimama nalo siku ya leo ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango ule wa 7 mstari wa 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sisi ni watu wa Mungu. Mungu anatutafuta sisi kama kanisa. Mungu anatutafuta tuache njia zetu mbaya, kwa sababu majira haya ni majira ya unyakuo. Tupo katika msimu wa matengenezo. Ninakuomba mama yangu unanisikia, baba yangu, kijana, mtoto unanisikia, haya ni majira ya matengenezo. Yesu anataka toba. Anataka toba. Anataka watu kushuka na kunyenyekea na kukubali makosa yao. Mungu anatamani kuwaona wanawake wakibaki kwenye asili zao, wakiacha mawigi, nywele bandia, watu wakiacha kutumia uzazi wa mpango, watu wakiacha kumkosoa Mungu kwa kuweka dai kichwani, watu kuweka mitindo ya kidunia vichwani, denge, watu wakiweka viduku, watu wakiweka vipanki, afro. Mungu anatamani kuwaona watu wamefanya matengenezo. Watu wakitoka kwenye kuvaa mavazi yasiyo na maadili, kuvaa vimini sketi, kuvaa nguo zenye mipasuo, nguo zinazobana. Mungu anatamani kuona kanisa likiwa kwenye matengenezo. Na ndugu yangu, katika majira haya, furahia kusikia injili ya kweli na kutengeneza maisha yako. Furahia kusikia habari ambazo zinakufanya wewe umuone Mungu kwenye maisha yako. Furahia kusikia habari za Yesu ambazo zinakufanya wewe umuone Yesu. Epuka kukimbilia manabii na mitume kwa habari ya miujiza, kwa habari ya wewe kukimbilia uponyaji na baraka bila kuhubiriwa kutengeneza maisha yako. Upo kwenye uzinzi, upo kwenye uasherati, unaangalia pornography. Mungu anakuita leo utubu. Haya ni majira ya toba. Tunajiandaa na toba. Mungu anakuja kulichukua kanisa. Utakuwa wapi mama yangu siku ya unyakuo kabaki? Huu ni wakati wa toba. Angalia maisha yako. Nenda mbele za Bwana utubu. Muombe Mungu msamaha naye atakusamehe. Hilo ndio neno ambalo nilikuwa natamani siku leo nizungumze nawe. Huu ndio ujumbe ambao natamani nikwambie. Haya ni majira ya toba.
Haya ni majira ya kurudi kusoma neno la Mungu. Haya ni majira ya kurudi kuomba. Haya ni majira ya kumnyenyekea Mungu tena. Haya ni majira ya kuangalia wapi unakosea. Haya ni majira ya kujiangalia ndani ya moyo wako, kitu gani hakipo sawa. Una uchungu, hujasamehe, una chuki, ni mbea, ni msengenyaji, nini kipo ndani ya moyo wako? Yesu anakuja kulichukua kanisa. Atakukuta wapi mama? Haangalii cheo chako, wewe ni mchungaji, wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni nani, una mali, una nyumba, unyakuo, unaangalia utakatifu. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Ndani ya moyo wako umeweka nini? Umeweka dharau, umeweka kiburi, umeweka uongo, umeweka masimango. Ndani ya moyo wako umeweka nini? Unaposikia injili hii ya utakatifu, kuacha mapambo, mwanamke usivae suruali. Unaposikia injili hii, mwanamke hapaswi kuwa mchungaji, hapaswi kusali kanisa ambalo linaongozwa na mwanamke. Unajisikiaje ndani ya moyo wako? Unatukana, unadharau, unapinga. Je, Mungu akirudi leo, Yesu Kristo, utakuwa wapi mama? Hali yako. Tunakataza kazi za PlayStation, tunakataza kazi za saluni, kuwaweka watu makeup, tunakataza kazi mbalimbali. Utakuwa wapi mama? Ninaachilia mafundisho mengi katika profile yangu ya Facebook. Je, unayasikia na kuyatii? Je, unamuuliza Mungu wako? Utakuwa wapi mama yangu? Utakuwa wapi baba yangu? Utakuwa wapi ukiachwa? Mchungaji wako atakusaidia. Utakuwa wewe mwenyewe tu, utaingia dhiki kuu. Lakini Yesu anatuma waonyaji, Yesu anatuma walinzi wanaokuja kukuonya. Hatari hayo mawigi, hatari hizo nywele bandia, hatari hiyo makeup. Mungu anakuita leo utubu mama yangu. Mungu anakuita ugeuke, kwa sababu tuko katika majira ya unyakuo. Dalili zote ambazo Bwana Yesu Kristo amezinena kwenye Mathayo mlango wa 24 zinatimia. Kila dalili imetimia. Tutakuwa wapi mimi na wewe ndugu yangu tusipojiandaa? Utakuwa wapi ndugu yangu? Jiandae kwa toba. Angalia maisha yako, tathmini maisha yako, tengeneza maisha yako na Mungu wako. Geuka leo, mwambie Mungu, naomba msamaha wa maisha yangu ambao ni mitindo ya maisha ambayo ikupendezi. Tathmini mitindo yako ya maisha. Angalia maisha yako. Mungu ana uwezo wa kukusamehe. Amini, Mungu ana uwezo wa kukusamehe. Bado Mungu anatafuta moyo wako. Bado Mungu anakuhitaji kwenye maisha yako. Geuka leo. Mtazame Mungu tena aliyekufia msalabani. Yesu Kristo ana uwezo wa kukusamehe dhambi zako. Haya ni majira ya toba. Utakuwa wapi katika unyakuo? Utabaki katika dunia hii au utaenda na Mwokozi wako? Je, utavumilia ile miaka 7 ya dhiki kuu? Utakuwa wapi ndugu yangu? Nakusihi sana, geuka leo. Yesu anakuja kulichukua kanisa. Furaha ya dhambi ni ya kitambo tu mama yangu, furaha ya dhambi ni ya kitambo tu. Geuka leo, acha maisha. Utaibika, utakuwa mtu wa kukataliwa ukisimama mbele za Mungu. Hayo mawigi, hizo nywele bandia zitakufanya siku moja uwe mtu wa kukataliwa. Tunahubiri injili kwa upendo, tunakataliwa, tunapata aibu, tunadhihakiwa, tunatengwa, lakini hatuachi kuhubiri injili kwa sababu tunajua ipo siku utakuwa ni mtu wa kukataliwa. Mungu atakwambia, ondoka kwangu utendaye maovu. Nilituma watumishi wangu, nikataa, ukajiambatanisha na mali za Yezebeli kwenye mwili wako. Mama yangu, utakuwa wapi kwenye unyakuo? Kwa nini unang'ang'ania mawigi? Kwa nini unang'ang'ania mawigi? Kwa nini unang'ang'ania? Hiyo ni mali ya shetani mama yangu. Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9 anasema, vivyo hivyo wanawake wasijipambe. Mungu amekataza wanawake kujipamba mama yangu. Geuka leo. Yesu anakuhitaji. Natamani siku ile kwenye